God. Leave them. Ati sijui nini. Kwa hiyo ndoa mimi ndio nilijenga kila kitu lakini akaniacha. See, God is going to give you a smile that will never even have a time to remember your past. Amen. A smile of royalhood. Amen. Stop carrying people with 100 kgs in your heart. Some of them are ugly, are not beauty like you, are not handsome like you, and you are carrying them in your heart. You want to ugly yes to your heart. Praise God. Shindwe. Acha. Hakumrudishia change after kupanda matatu. Achana na hiyo makanga. God is going to give you a car. Praise God. It's not too late. With God it's not too late. From today, it's different. Walikatalia madeni yako, it is different. Your father is saying it's different. Amen. Okay? Amen. Yeah. God is going to give you a person who will connect you to the light of the joy. Amen. Joy. You know the joy is a gift from God, isn't it? It's a joy. Praise God. You never know, you might be our Mother Teresa. Yeah. Uwezi jua ya Mungu. Stop carrying them. Wacha walikula pesa yako ya chama. Weka X toka leo. Weka X. Hao ndio walienda na shida zako. Unajua Mungu akikubariki anakubariki is like umekaa 10 years. Umekaa 50 years na hizo baraka. Kumbe ndiye amekubariki jana. Hii December nilienda kazi kufanya team building. Ni Old Stone Age whatever kwa cave huko. So ni CID nilienda kufanyisha idol MC. Mimi ni MC nafanya team building kwa events kwa harusi. So nikienda kufanyisha watu walikuwa wanaweka watu Masubaru. Praise God. Kwa nini kwa Masubaru hii kutanza maandamano? Hata watu kutaka uwapige picha, tuko no, we are not taking videos na hata ukitaka usipost. Wapige picha. So wanalewa by in the evening anakataa kunipa pesa yangu yote. Siku complain, I just look at him and I was smiling. And then I'm telling my father, this is not the covenant I made with you, Lord. You know, I told you this year that if there is a girlfriend that will eat my money, is you, Lord. And whatever I'm getting, I'm bringing you to the altar. Now, how come this guy is getting my money? Going out with my money, I say, God, no, it is not going to happen. So akatubeba, akadrove, nikafika town, nikachukua gari, nikaenda Rongai, nikafika in the house. I prayed to my father. I said, Lord, now you see I can't give you because now you see there is no money and the money is back. And our covenant was that my money will never go away. My money will never go away. I've been going through a lot, but you have been standing out as a faithful God to me. Show me your way. You have shown me the visions that are dangerous, even if as this God accomplished in my life, I will die. Nikaambia God, I want my money. Nikaenda kwa prayers. Nilimaliza prayers nilisemanga tu amen. Ule mlevi amenipigia simu. Hi Mkenya. Nimekuwa tu nikisumbuliwa nikutumia pesa yako iliyobaki. Akatuma pesa yangu. Praise God. Because the covenant is, nilikwambia Mungu, mimi nikipatanga pesa, sometimes naweza ingia church yetu na 3,000 na ninaziacha hivyo na sijui naenda kukula nini sana. Mimi sapa jioni. Sijui watu wangu wanaenda kula nini, mimi kukana watu wangu. Sijui wanaenda kula nini. Ambia God, hapana, covenant yangu. Wewe unajua pesa yangu nikipata vile wanatumia. Ni kwa watoto wangu na wewe. So ienda aje nje. Praise God. So the covenant. Praise God. So for now, focus with your covenant. Fix your eyes on the Jesus. Amen. Fix your eyes to God. Praise God. Hiyo maneno vitu ndogo ndogo achana nazo. Acha kushinda mkingana na majirani zako kwa kamba ya kuanika nguo. Achana nazo. Peti things zinazuia miracle yako, achana nazo. Sometimes ukikuja hapo namwambia Mungu nataka tu nitoe hili niko nayo. Tupa hapa tu. Tupa hapa. So umetaka lala njaa, so ndio dadi haya basi. So ndio mwenye dhahabu na nini? Sana sema try me. Umetry binadamu left and right. So try God. So try. Praise God. So the past.
They passed. Kuna watu wengine walikwambia usifanye kitu kingine na wewe uliona hii kitu itaenda sawa. So maybe mambo ikaenda mbaya. So maybe unashinda ukifikiria wewe ndiye alisema hizo laana zao. Hizo nini? Leo hiyo kesi achia Mungu. Hiyo kesi achia Mungu. Every case you have kwa wazazi wako na ndugu zako, maybe ni ma ex wako, maybe your loved ones, whoever he is, the case, leave it to God from now in the name of Jesus. Amen. Leave it to God. You want to open business? That is not your case from today. Are you looking for the job? That's not your case from today. Are you lazy in prayers? That's not your case from today. Just open your heart and tell my Father, let your will be done. I want to pray. I want to pray. We were in the other room and our beautiful mamams were praying in the kitchen there, around there. And I was pleased. You are touching my heart. You are touching my heart. Praise God. Amen. Nyinyi ndio boma, nyinyi ndio nyumba. I'm really pleased. Praise God. As we proceed, please, Mr. Msonga, evangelist, please read for me Philippians 3:13-14. Hallelujah. Tunaendelea mbele, tunasonga mbele. Mungu ni mwema. Katika kitabu cha Filipo sura ya 3:13 hadi 14 inasema hivi: Ndugu, sidhani nafasi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachumilia yaliyo mbele. 14 Na kaza mwendo nifikirie mene ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Unakaza mwendo uende wapi? Unakaza mwendo uende mbele. Huko mbele ndio kuna matunda. Hakuna mtu ambaye amezaliwa alafu akatamani arudi jinsi amekuwa mtoto. Wewe nani anatamani umri uko nao, nani anatamani kurudi nyuma? Praise God. Nani anatamani kurudi nyuma? Nani anatamani arudi jinsi alikuwa miaka zingine hapo nyuma? Hakuna mtu. Mimi naangalia mbele. Siangalii tena ya nyuma. Naangalia mbele. Huko mbele ndio kuna mema ambayo God says I have good plans for you. Plans to prosper you. That's in Jeremiah 29:11. Plan to prosper you. Plans to grow you. Not plans for you to remember your past, to remember your back. In other words, don't look at the back. Praise God. Sometimes you are not remembering them, but sometimes you are looking at back. Praise God. So sio tu kukumbuka nyuma peke yake na kubebana na vile vitu vya nyuma, but saa zingine unaangalia nyuma. Sasa Mungu hata leo anataka usiangalie nyuma, acha kuangalia tu peke yake. Na akaangalia nyuma. Mungu amemwambia uangalia mbele. Huko ndio unaenda kukuokoa. Huko ndio unaenda, huko ndio kuna uzima wako. Huko ndio kuna baraka zako. Focus na huko. Hata Mungu hataki. Na kama hataki uangalie nyuma, pia hataki usikie maneno yanayotoka nyuma. Anataka usikie neno linalotoka mbele. Sikiza neno linalotoka mbele. Ukiwa umesimama hapa, hata hiyo gari ipita hapa naona mna gani? Usikose tu na hilo gari. Focus na madhabahu. Na neno linalotoka hapa. Praise God. Amen. Okay? Na akaambiwa yule mke. Alikuwa mke wa Lutu, si ndio? Akaambiwa angalia wapi? Amri na sheria imetolewa. Angalia wapi? Na yeye akaangalia nyuma. Alipoangalia nyuma alifika? Si maneno yangu, ni neno la Mungu, dada yangu. Praise God. Amen. Angalia wapi? Sasa tumetoka kwa kubebana na mizigo. Tumetoka kubebana na mizigo na kusikia maneno yao. Hata tu kuangalia hutaki. Hutakiwi kuangalia. Hutakiwi. Maana kama Mkristo kuna vitu hufai kuangalia. Ukiviangalia vinakuweka katika dhambi. Ukweli huo? Ama maneno yangu? Yesu apewe sifa. My case is different. Amen. My case is different. Your case is not to look back. Your case is not to hear the words from your back. Your case is not to kicking back. Kick forward. Walk forward. Run forward. Focus forward. Only in the forward there is a mountain that is going to save your life. That is going to make sure you are prospered. Praise God. Amen. My case is what? Excellent. Shake yourself.
Shake yourself. Everything you're carrying in the spirit, physically, that is not for you, that is negative, that is intended to bring you down, it will never succeed in Jesus' name. Amen. It will never succeed in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. My brother, these people are new and they are waiting for the new year to walk in. 2 Corinthians 5:17. Mambo ni mapya, mambo ni mapya. Ambia jirani yako mambo ni mapya. Hii mambo ni mapya kabisa. Mambo ni mapya. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Katika kitabu cha pili cha Wakorintho 5 mstari wa 17. Oh yes. Inasema hivi: hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, na ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. 18. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Amen. Praise God. Mungu ametupatia huduma ya upatanisho. Huduma ya upatanisho ni huduma gani? Ni huduma iliyojaa msamaha. Huduma iliyojaa utakatifu. Tuna connect. Praise God. Nataka niwaambie jambo. Kuna wandugu zetu wale wanapenda kuomba kinama. Sawa sawa? Wale wanapenda kuomba kufanya nini? Unajua ndugu au mandugu zetu wanapenda kuomba kinama. Ni mwenzake kama yuko Kenya, atoke Kenya aende Uganda. Ataingia kwa huo mjengo wao huo, okay? Na atakaribishwa. Bora tu aseme mimi ni wenu, ni kabila lenu. Atakaribishwa, atalala bila kuangalia kama yeye ni nani, ni adui, bila kuwa doubted. Praise God. Amen. Huyo tu the African one. Hatoke tu hapa. Huko penye unaona kuna vita Palestina, aende huko, aseme mimi ni wenu. Asalimiane kwa hiyo salamu yao, aongee vizuri kutoka hiyo, atakaribishwa huko. Hawatakuwa na ile asikie ni spy, hawana hiyo. Lakini for us, uende tu kwa mjengo mwingine huko, useme pia mimi nimeokoka, Yesu ni Bwana, na natoka kanisa fulani. Hakuna huo nini? Hakuna huo upatanisho. Huu upatanisho ndio Mungu anaongelea hapa. Okay? Wakristo tupendane. Wakristo waheshimiane. Praise God. Mungu anataka tupendane. Anataka tukue na upatanisho. Tusalimiane. Acha tu grow. Praise God. Tusalimiane. Tuheshimiane, tuombeane. Hao watu wanatushindia kwa tu. Huo ni umoja. And in unity there is power. So imagine bora tu huyu ni wa hiyo dini. Ameenda huko kama ni Qatar ama Dubai. Anakaribishwa. Sisi tumetengana na nini. Hadi tunaiona tu. Ndio maana mambo yafanyiki. Kuna vituko mingi na visarakasi mingi. Praise God. Lakini pia na hiyo 17 Mungu akatuambia na tukiwa ndani ya Yesu sisi ni viumbe vipya. Sasa vyombo vikiwa vichafu ukiviosha huwa vinarudi ni kama vipya. Okay? Hakuna bakuli utataka kutumia ile umeosha ikwambie vile ulinikulia na nyama mimi sitaki unioshe. Nataka nibaki tuna hiyo nyama ulinikulia. Sitaki unioshe next chakula unaenda kuniwekea ni sukuma. Na mimi ni bakuli na sasa vile nimeonja kukulea nyama sitaki kulea sukuma. Praise God. Asifiwe Yesu. Amen. Tukiwa ndani ya Mungu tunakuwa viumbe vipya. Sasa kitu kipya, tabia ya kitu kipya ni tabia gani? Praise God. Tabia kitu kipya ni tabia gani? Unajua tabia kitu kipya? Nguo mpya. Si ni Christmas mmekula? Mlinunua nguo mpya? Hamna nguo mpya? Aya, asante. Na nice answer. Lakini ulivaa nguo safi. Ulivaa nguo safi. Niumbie moyo. Aha. Moyo wa kunyenyekea na kubonea.
Praise God. Sasa tabia kitu kipya ama kitu kilichooshwa ni usafi. Nini? Usafi. Yes. Ukishaachana na ule uchafu au kumbuki huo uchafu, akili yako inabaki mpya. God says I will renew your mind. Atasafisha mawazo yako. Na mawazo yako kisha safishwa yanabeba neno. Na neno ni kitu safi, kitu takatifu. Praise God. Sasa tuko ndani ya Mungu. Tunapoingia mwaka mpya, kwa sababu kesi yako ishakuwa different. In other words, your case is clean. It's already solved. Your things are already sorted. Your prayers are already answered. Just raise your antenna of the faith. And let's move this mountain together. Pray for your sister. Pray for your brother. Stand in the gap. Stand in the gap. Praise God. We cannot do it alone. Amen. Sasa wewe ni kitu kipya. Ushakuwa kitu kipya. Ingia mwaka huu 2026 ukiwa mpya. Ni Mungu anatuambia na mkiwa ndani yangu nyinyi ni wapya. Kwa sababu vitu vya kitambo vimeshaondolewa. Vitu vya kitambo vimeshaondolewa. Magonjwa yameshaondolewa. Praise God. Stress imeshaondolewa. Uchawi umeshaondolewa. Hasira imeshaondolewa. Masengenyo yameshaondolewa. Kukasirika ovyo ovyo umeshaondolewa. Praise God. Uchafu wote umeshaondolewa.